Shalom. Nataka tusikilize na kufuata video hii ili kujichunguza na kujifunza nini ya kufanya na nini ya kuacha ili ufanikiwe katika kazi. Tunaishi katika ulimwengu ambao kila mtu anataka kufanikiwa. Wewe unataka kufanikiwa, mimi nataka kufanikiwa, yule, wao wote, kila mtu anataka kufanikiwa. Na mafanikio yamejificha kwenye tabia fulani ambazo zinafundishika. Pia mafanikio ni mchezo wa marudio. Kwa nini? Kwa sababu yamekuwa yakifanyika tangu zamani, au sio? Watu wamekuwa wakiendelea kufanikiwa. Kuna watu wamefanikiwa mwezi uliopita, kuna watu wamefanikiwa wiki iliyopita, kuna watu wamefanikiwa jana, kuna watu wanafanikiwa leo, kuna watu watafanikiwa kesho na kuendelea, mwaka kesho. So watu wataendelea kufanikiwa, lakini sio process ya siku moja, ni process ambayo unaitengeneza kwenye tabia. Mafanikio ni issue ya tabia fulani, ni issue ya mindset. Kwa hiyo tunaamini kwamba kukumbushana kila wakati itatufanya wote tuweze kukaa sehemu nzuri zaidi. Leo hii tunaongelea vitu 7 ambavyo unatakiwa kuviacha kama unataka kuwa mtu wa mafanikio. Lakini vitu hivi 7 pia kama unavifanya, mafanikio unayotaka unaweza ukayasahau kabisa. So twende moja kwa moja. Jambo la kwanza, nazungumzia jambo la kuwa mtu wa visingizio vingi. Yaani kwa hiyo ni kwamba kama kweli unakitaka kitu, basi utatafuta njia ya kufanya. Nakumbuka Waswahili wanasema penye nia pana njia. Kwa hiyo kama kweli unakitaka kitu fulani, lazima utatafuta njia ya kukifanya hicho kitu. Ukiona mtu umepangania kufanya jambo fulani lakini hafanyi, anaanza kuleta visingizio vingi. Bana, unajua maji yamekatika, alafu na umeme umekatika, sasa unajua tena yani visingizio tu vinakuwa vingi ambavyo tu vinaonyesha asifanye. Basi jua kwamba huyo mtu sio kwamba yuko tayari kufanya kile kitu. Huenda kuna vingi vimejificha nyuma yake. Na unakuta wanataka, lakini kuna kitu kinampush nyuma, kwa anajikuta tu anasingizia chochote tu ili tu wanapoa, basi weka sisi tutafanya. Na ikiwa hivyo, yule mtu mara nyingi anajiona kwamba kama yeye ni mshindi, nikashinda, na anafurahi sana. Kwa hiyo ukiona wewe upo una hiki kitu, ukiona kwamba hiki kitu kweli mimi ninacho, kwa sababu unajua sisi binadamu ni viumbe ambao tunajielewa zaidi wenyewe. Yani unajua ikitajwa tabia fulani kama yako inakugusa moja kwa moja. Kwa hiyo rekebisha hiyo. Acha kabisa hiyo tabia ya kuleta visingizio fulani. Kumbuka mafanikio ni plan, mafanikio ni tabia fulani, ni discipline, ni heshima fulani, kujua tabia zako, vitu gani unafanya ili uweze kuwa useful kwenye unachofanya ili kiweze kukuletea mafanikio. Kwa hiyo tabia ya kwanza ambayo nimesema, acha kuwa mtu wa visingizio. Tabia ya pili, usiwe mtu wa kupenda kuwaridhisha watu wengine au hata kujaribu kuwaridhisha watu wengine. Hiki ni kitu kikubwa ambacho watu wengi sana wanacho. Naweza kusema hata mimi wakati fulani nilikuwa hivyo, kwamba wakati fulani unataka ufanye jambo ili upate a certain approval kutoka kwa watu wengine. Na especially hii ni tabia sana ambayo upo kwenye mitandao ya kijamii leo hii. Nafikiri wengi tunashuhudia. Kama sio unafanya, aidha unaona. Sawa? Yaani kuna mtu yuko tayari aingia hata gharama yani fulani, lakini afanye kitu ambacho yani watu watasema uzuri fulani kuhusiana na huyo mtu, kwamba watataka kufanya vile. Sasa ukiwa mtu wa kuendeleza au kuendekeza vitu vya aina hiyo au tabia ya aina hiyo, vitakuchelewesha sana kufanya vitu vya msingi, kwa sababu ule muda ambao ungeweza kuutumia ukakaa ukafanya vitu vyako vya msingi na ukafanikiwa, utajikuta kwamba wewe uko busy kujaribu tu, uko sehemu fulani. Ukiendekeza vitu vya hivi, vitakuwa vinakuweka busy katika upuuzi. Yani busy, unapoteza muda, nguvu na resources katika vitu ambavyo havina msingi kabisa. Lakini ukiamua kuachana na hilo, basi utakujikuta na muda mwingi ambao ukiamua kuinvest kwenye huo muda, sasa unaweza kufanya vitu vingi sana vikubwa. Kwa hiyo tazama hili pia. Na viongea vitu kwa ufupi, lakini najua ninapo hit point fulani lazima inakugusa. Ya pili nimesema, acha tabia ya kujaribu kuwaridhisha watu wengine. Quit trying to please others. Hivi hata kuna ule usemi unasema kwamba maisha ni mtihani ambao kila mtu ana karatasi tofauti ya maswali. Sawa? Sasa fikiria wewe una karatasi yako ya maswali, na ambayo hii of course hii karatasi ya maswali au mtihani tunasema umepewa na Muumba, Mungu. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa ufanye huu mtihani na una muda maalum. It has a deadline. Kwamba utafika muda fulani unatakiwa submit hii karatasi. That's the day you die. Sasa imagine, badala ya kufanya huu mtihani, wewe you're going out, watu wengine wanafanya mtihani wao, unasema ngoja nikamnunulie jamaa bro maji pale. Unaenda kumnunulia maji na nini, unamletea wakati anaendelea kufanya mtihani wake.
bro nikuletea maji. Sasa unajaribu kufanya watu wengine wakupende, unajaribu kuwafanya watu wengine, yani kuwaridhisha watu wengine, wakati huo muda ungekuwa wewe unafanya mtihani wako. Huu mfano nafikiri unaweza kuwa unaleta pointi fulani kwamba watu wengi wanaweza wakaelewa zaidi. Hata picha hiyo, tuko kwenye chumba cha mtihani, kila mtu ana karatasi yake ya maswali. Badala ya kufanya mtihani wako, wewe you are busy, unatoka unaenda kumuuliza mwingine mtihani wake ukoje, anaendeleaje, wakati wewe mtihani wako hujamaliza. Kwa acha kupoteza muda na vitu visivyokuhusu, fanya kinachokuhusu kwanza. Sababu ya 3, acha tabia ya kulalamika sana. Unajua unapoenda kulalamika tatizo lako sehemu fulani kwa watu, sio kwamba wale watu kweli wanakujali. Yani labda wewe ni watu wako wa karibu sana, lakini in general watu hawajali sana ukienda kusema matatizo yako, yani unalalamika, labda unalalamika tu bwana. Na nilikuwa nasoma sehemu online kwamba watu wanaweza wakajua moja kwa moja wewe una mafanikio au hujafanikiwa kiasi gani pindi utakapofungua mdomo. Na unapofungua mdomo mara nyingi, kienda kwa watu wengine unaanza una complain, kuwa mtu wa kucomplain kila siku. Let's say wanakuzoea wewe ni mtu wa kila siku. Ni kama unawaambia sasa rafiki zako kwa lugha nyingine kwamba hauna uwezo wa kubadili kinachoendelea kwenye maisha yako, kwa sababu tunaamini kabla ya mafanikio lazima upitie magumu kidogo, mambo magumu, komaa kwenye mambo magumu, sasa unapata experience then inakuwa ya kawaida. Sasa unakuwa mtu wa mafanikio kwa sababu umepitia mengi na unajua jinsi ya kusolve matatizo, kwa sababu watu wa mafanikio ni watu wa kutatua matatizo. Monitor, yani jitahidi kumonitor tabia zako katika muda fulani. Ni vizuri kuwa na malengo, au sio? Jiwekee malengo kwamba naanza kumonitor tabia zangu huu mwezi mzima, kuanzia leo tarehe 1 mpaka tarehe 30 nataka kuona tabia zangu zikoje. So quit complaining, fanya mambo yako na utaona mambo yanaanza kufunguka. Jambo la 4, acha tabia ya kujishtukia. Watu wengi tu wanapata idea nzuri wakati mwingine, au wanakuwa kwenye nafasi ambazo wanaweza wakafanya kitu na wakafanikiwa sana, lakini huwa inakuja hii tabia fulani, mtu anakuwa na kujishtukia, hofu fulani. Yani kuna vitu fulani anakuwa anajiona kwamba yeye mwenyewe hii sio kwa ajili yangu, mimi siwezi, hii ni wanafanyaga watu fulani. Kuna watu ina fulani ndio huwa wanafanya hii. Watu wanakuwa tu wanahofia au wanaogopa kufeli. Unajua, acha kabisa masuala ya kujishtukia na wewe kujiteremsha chini. Kama unaogopa kufeli, ni bora ufanye, sawa? Alafu ufeli. Ukifeli sasa utakuwa umepata experience, kwa sababu ukifeli leo, kesho wewe utaweza kuwaelekeza wengine vizuri sana wanaojaribu kupita nje hiyo. Lakini kama wewe leo unaogopa kufeli, unafikiri utawezaje sasa kuwa mwalimu mzuri baadaye? Kwa hiyo hicho ni kitu pia kingine cha kuzingatia. Kama unataka kuwa mtu wa mafanikio, jua watu wenye mafanikio sio watu wanaojishtukia, na likija jambo analifanya fast. Jambo la 5, acha masuala ya kujifananisha, masuala ya kujilinganisha. Najua tuko kwenye ulimwengu ambao kuna watu wengi wanafanya vitu vingi, sawa? Kwa mfano kuna jamaa mmoja amenitumia message jana usiku, akaniambia kwamba amependa ninachofanya, amependa akanicheki, ananiuliza recommendation ya vitabu na nini. Lakini kwanza, sasa bro, unajua nimeona hiki unachofanya wewe kwa kina akataja wakina Luvanda. Sasa bro, hapa utafanyaje hapa? Mbona yani kama mpo wengi mnafanya hivi? Kanitajia watu 3 fana, niambia tuko wengi. Lakini issue sio tuko wangapi tunafanya. Issue ni kwa nini tunafanya. No, ikifika hapo ni mimi najiuliza kwa nini mimi nafanya. Sawa, kwa ni mtu wa kupenda kushare vitu vizuri na watu wengine, lakini zaidi nimekuwa mtu wa kupenda kuona watu wengine wakifanikiwa. Lakini ukiwa mtu wa kuchimba, wa kusoma vitu vingi, wanasema kwamba kama huwezi kutumia ideas ya vitu unavyosoma, ina maana wewe unapoteza muda, si ndio? Kwa kuna ideas nyingi sana ambazo zinanifanya niwe mtu positive. Moja kwa moja zinanipush kuamsha watu wengine. Sasa tutatumia nafasi zipi? Ziwe seminars, ziwe workshops, ziwe kama hizi labda free platforms kama hizi labda kwenye YouTube, mitandao ya kijamii. Kwa sababu usitegemee labda mtandao wangu wa kijamii pia ukakuta wana maswala ya kipuzi. Kwa moja naona nina call maalum ambayo natakiwa nisaidie jamii inayonizunguka mimi. Tabia ya kujilinganisha na watu wengine itakupoteza, kwa sababu kwanza naamini kama ni kitu ambacho ni passion, naona hiyo ni God given talent. Hiyo safari inaenda polepole. Kwa hiyo ukiwa mtu wa kujilinganisha mara nyingi, lazima tu utafeli. Hebu fikiria
Nikupe mfano mwingine. Hebu yafikirie maua. Maua yanaweza yakapandwa sehemu mengi na maua mbalimbali ya aina mbalimbali, lakini haya maua yatachanua yote. Kila ua litachanua. Ua fulani linapochanua halitaki kuangalia kwamba mimi ni ua saa 6. Sasa lile ua rose mbona limechanua vile na mimi nataka nichanue vile. No! Na wote tunaendelea mbele. Tatizo linapokuja ukianza kuwafikiria watu wengine, na kibaya zaidi kuna wengine wanawafikiria wengine ili kuwastopisha wao ili wao waende. Yaani kuna watu wanaamini kwamba kuna usemi fulani unasema kwamba sio kwamba wewe ufanikiwe lazima mwingine apoteze ili wewe uonekane. Hiyo ni mentality ya watu wanaofeli na utafeli tu. Trust me. Lakini ili uweze kufanikiwa zaidi, waombe mafanikio wenzio pia, kwa sababu we get through giving. So get that, okay? Tu hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanikiwa kirahisi zaidi. Kwa hiyo dunia inahitaji wewe utoe kilichoko ndani yako. Fanya chako ambacho wewe unacho. Dunia inakihitaji hicho kitu, na ukifa bila kukifanya utakuwa umetubania, utakuwa umetunyima sisi wanadamu kupata mazuri ya hicho kitu. Iwe ni service, iwe ni idea, iwe ni biashara, iwe ni chochote kile ambacho wewe ungekifanya, iwe ni wazo. Kifanye leo. Naamini kwamba kila mtu ana kitu chake. Kila mtu ana kitu chake. Tunaweza tukawa wote watangazaji, lakini kila mtu ana kitu chake. Wewe unacho nini na nani anacho nini? Nani anacho nini? Na kitu cha 6 ambacho unatakiwa kukiacha, kwamba playing itself, ni kwamba ni mtu ambaye anaogopa sasa watu wanaogopa kufeli. Nafikiri nimegusia kufeli kidogo kwenye point fulani iliyopita, nilikuwa naongelea kwenye kujishtukia. Yana sijui kama zinahusiana sana, lakini kujishtukia na kuogopa kufeli nafikiri vitu. Kuna kujishtukia kuogopa, lakini kuna ile kuogopa kuhofia kufeli. Yaani mtu anaogopa sana kufeli, kwa hiyo anacheza kama ni biashara, yani anajaribu kwamba anapiga mahesabu fulani hapa anajua sitapata hasara, anaenda. Sisemi uingie kwenye biashara ambayo unajua utapata hasara na faida pia, lakini usihofie sasa kwenda kwa sababu unaona nimeambiwa mtu fulani alifanya mwaka juzi akapata hasara. Sidhani kama mimi hata na tofauti sana wao, au wao walikuwa wako hivi kuliko mimi, kwa hiyo mimi siko vile, kwa hiyo mimi nikifanya na hisi ndo nitapotea kabisa. No. Kwa wewe fanya na usijishtukie, usiogope kufeli, wewe fanya. Kifeli utakuwa umepata experience. Kwa hiyo jambo la 7 na la mwisho ni usipoteze muda mwingi ukakaa unasubiri uone muda sahihi, unasubiri uone mwanga sahihi ndio uanze kufanya unachofanya. Ni bora uanze sasa hivi, kwa sababu najua vipo vitu unaweza kuwa kama vikwazo. Sina hela ya kutosha sasa hivi. Sasa hivi sijui siko wapi, sasa hivi naishi sana mbali. Wewe anza kufanya. Mwanafunzi akiwa tayari mwalimu atatokea. Sema sasa hivi nimekuwa serious kufanya kwenye YouTube hii motivation na nini. Kuna watu wanajitokeza ambao wanataka kunisaidia vitu vingi sana. Believe it or not. Lakini sikuwafikiria. Lakini mwanzo nilikuwa nasema natamani kutokea mtu hapa nisaidie kitu fulani. Lakini nao sasa hivi mtu anakuja mwenyewe tu. Bro bana hivi na hivi. Mwenyewe anataka kukusaidia. Wewe fanya kitu ambacho unataka kufanya sasa hivi. Utaona vile ambavyo mambo yanakaa vizuri zaidi. Hebu tufikirie hii kwa pamoja, kwamba success is something you attract by the person you become. Sasa nini wewe unataka kitangulie? Mafanikio au wewe uanze? Kwa sababu kumbe mafanikio ni kitu ambacho unakivutia kwa aina ya mtu ambaye wewe unakuwa. Asante kufuata video hii. Naamini imekusaidia kufikiri juu ya tabia za kuepuka kabisa ili ufanikiwe zaidi.